Je, unajua tabia na matendo inaweza kuwa ni tafsiri ya mapito ambayo umepitia huko nyuma. Mapito haya yanaweza yakawa yalihusisha maumivu ya kihisia ama pengine yanaashiria changamoto ya afya ya akili. Kulifafanua hili, wacha nikuelezee kisa mkasa cha Mbalamwezi na Nyota. Mbalamwezi anaeleza kwamba alikutana na Nyota na Nyota ni rafiki yake, lakini Nyota kuna muda anakuwa haeleweki. Cha kwanza kabisa, Nyota kuna wakati hataki kabisa mawasiliano, na Nyota hana marafiki na hana mawasiliano yoyote na mtu yoyote wa familia yake. Hata hivyo, Nyota pia kuna muda mwingi anatumia madawa ya kulevya, anatumia pombe. Mbalamwezi anaeleza kuna siku Nyota anaweza akaamka na hataki kabisa kuwasiliana, hataki kabisa kuzungumza. Kwa hiyo Mbalamwezi yeye anajiuliza, huyu ni mtu gani? Mtu katili? Mtu asiyejali hisia zangu? Mtu ambaye kuna wakati yupo, kuna wakati hayupo? Mtu ambaye marafiki na watu wa karibu kwake ni kutumia madawa ya kulevya na vilevi. Je, wewe mpaka hapa tulipofikia unafikiri huyu Nyota atakuwa na historia gani huko nyuma? Sasa haya ndiyo Nyota aliyoyapitia. Nyota anaeleza wakati ni mdogo. Nyota kwa sasa ana miaka 25. Wakati akiwa mdogo, takriban na umri wa miaka 12, 13 hadi 14, alikuwa anapitia ukatili wa kingono kutoka kwa baba yake mlezi, yani stepfather. Alijaribu sana kila wakati kumweleza mama yake, lakini mama yake alikuwa anamwambia akae kimya, na sababu ya mama yake ilikuwa ni kwa sababu huyu baba ndio alikuwa anatoa matumizi nyumbani na ndio alikuwa chanzo cha mapato. Kwa hiyo mama alimweleza, tukitakiwa kuripoti hii kesi polisi ama tukachukua hatua na huyu baba akaondoka, je, maisha yetu yatakuwaje? Kwa hiyo vumilia mwanangu, ili tuweze kuendelea kuwa na maisha mazuri. Kwa hiyo Nyota kwa kipindi cha miaka karibu 3 ya awali aliendelea kupitia hali hii mpaka alipochoka na kupata msamaria aliyeweza kumsaidia. Akamaliza masomo yake na kwa sasa anafanya shughuli na kazi zake. Sasa nafikiri mmekwisha weza kuona kwamba hali ama huyu Nyota, pengine hizi tabia anazozilalamikia Mbalamwezi, pengine Nyota alijifunza huku. Alijifunza watu sio watu wa kuamini, kwa sababu wanaweza kukutendea mabaya. Alijifunza pia uoga mwingine, ukiwa karibu na mtu anaweza akakutendea mambo mabaya, lakini pia unaweza usimwamini kwa wakati mwingine. Kwa hiyo watu wanaweza wakawa wazuri na wabaya. Pengine hivi ndivyo Nyota alivyojifunza. Lakini pengine Nyota anatumia madawa ya kulevya, anatumia vilevi kwa sababu bado maumivu ya nafsi yuko nayo. Kwa hiyo ili kuendelea kutafuta furaha na kutafuta amani kwake yeye, kwa sasa njia sahihi anaona ni bora ajikite katika kutumia hivi vilevi, pamoja na kwamba sio vizuri ama havitakuwa na maslahi ama afya njema kwake, lakini yeye kwa sasa anaona hii ndio inamfaa. Kwa hiyo hii ni sawasawa na kusema Nyota ana changamoto ya afya ya akili, ambapo inabidi aweze kusaidiwa kutokana na majeraha ya utotoni ambayo alipitia, ikiwemo hiyo ya kufanyiwa ukatili wa kingono na baba yake wa kambo, lakini pia mama yake kutoweza kumwonyesha protection yoyote, kumlinda na kumsaidia na kumjali wakati yeye alikuwa anahitaji. Na mpaka amepata hivyo Nyota, ndio ataweza kuamini watu wengine, ndio ataweza kujua jinsi gani ya kuhusiana na watu wengine, na pengine ndio safari yake ya uponyaji itaanza, na tunaweza tukazungumza zaidi masuala ya yeye kuweza kuacha hivi vilevi anavyovitumia kwa sasa. Kwa hiyo tukumbuke kwamba matendo na tabia zetu
wakati mwingine ni tafasiri ya yale mapito na mambo ambayo tuliyapitia hapo utotoni ama tumeyapitia zamani, na tukatengeneza imani na tukatengeneza coping mechanism ambazo zinatusaidia tuweze kuendana na mazingira hayo. Asanteni sana.